Yes, karibu sana mwirori witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngagĩtwo handũ wa Mwangi na ngagĩkena mũno nĩ ũndũ wa ũguo mũtũkinyithĩtie tũgakinya nginya subscribers kirigana rĩmwe. Ti kaũndũ kahũthũ kau, no ndĩmũcokeirie ngatho. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩkĩrĩ na mũgeni ũngĩ, na mũgeni wa mũthenya wa ũmũthĩ tũkũmũhatithia rĩtwa Damaris, na macio timo marĩtwa make nĩ ũndũ wa kũhaidi kĩndũ gĩtagwo identity, nĩ ũndũ wa rũgano rũrĩa akĩrĩ naruo mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu nawe mwĩrori ngwenda nawe ũkorwo ũkĩiguĩra rũgano rũrũ rwa andũ a Mwangi, agakũreka mũndũ ũyũ akorwo akĩonania ũthiũ wake. Nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, reke tũmũnyite ũgeni akorwo agĩtũtarĩria gathabarĩ gake akoretwo gathabarĩ kahana atĩa, na rũgano rũrũ rwake rĩ, atarenda gũciana ruo rĩ, atarenda kuonekana rĩ, ni rũgano rũhana atĩa. Karibuni sana. Yes, Damaris. Yes. Karibu sana. Thank you. Tuambie umetoka mtaa gani? Mimi nimetoka Meru Town. Na kwetu ni saidi za Kibirichia. Yeah, na nilikuwa nasoma Kibirichia Primary. Na nimelelewa kwa hiyo tu kijiji ya Kibirichia. Then secondary nilijoin nikaachia form 2 sababu ya mashinda mbalimbali. Nilipoachia sasa nilikaa nikaoleka. Na vile nilioleka nikakaa kwa ndoa ile ya kuteseka tu, nikienda kwa ndoa kama hata miezi 2 haijaisha tunakosana na mzee sababu ya ulevi, anakuja ananivuruga. Kidogo tu nikuulize, huyu mzee mlitoana wapi na yeye? Huyu mzee tulitoana tu na yeye akikuja kununua, alikuwa anafanya kazi ya kuuza waru. Na alikuwa na kasoko mahali, sasa ndio tulijuana na yeye hapo. Halafu akaniambia, sasa tukaongea, tukaangria, akaenda kwa wazazi, but hakunitolea mahari, alindanganya wazazi. Hakutolea wazazi wangu mahari. Nikaenda nikazaa mtoto wa kwanza. Huyo mtoto wa kwanza baba yangu ndiye alinitoa hospitali, hata hakukuwa na huyo mzee alikosa pesa ya kunitoa maternity. Then vile niliteseka bado sana, vile nilikuja na mtoto mdogo. Kukawa mama yangu ndiye anaenda kibarua, ndiye ananilisha na ile kibarua anaenda. Kutoka hapo nilikaa nikapata bado mtoto wa pili. Kwa hiyo mtoto wa pili bado niliteseka tu vile tu. Mzee alikuwa anafanya kazi gani? Mzee alikuwa alikuwa na kasoko kakuuza waru na karoti, lakini pesa yake yenye anapata ni ile tu ya kulewa sana na kupenda wanawake sana. Niseme tu hivyo sababu nikiwa na katoto kandogo vile tu alikuwa anaingia saa 10 usiku. Na anaingia kama amelewa, ameingia kama na matusi. Nikaendelea hivyo, mama yangu akienda kibarua ananilisha, lakini mzee wangu kama ni kuniachia pesa mingi ni 150. Na niko na katoto kandogo. Nikaendelea tu hivyo nikilea watoto mateso. Kukawa mara mingi chakula nilikuwa nasaidiwa sana na jirani. Juu mama yangu pia anaweza enda kibarua akosa kibarua. Kukawa sasa majirani ndio wananilisha sana. Yeah. Halafu kutoka hapo sasa ndio akakuja tena akanifukuza, nikaenda na wao wote wawili kukiwa saa 6 usiku. Alikufukuza juu ya nini? Alikuja tu kama akiwa mlevi, akaniambia yeye ninamuitisha pesa, ninatumana pesa na yeye hana pesa, na sio mtu mwenye ako na kibarua yake yenye anafanya. Alinifukuza, nikachukua huyo mtoto wa kwanza nikamweka saidi ya mbele, mwingine nikamfunga mgongo. Nikaenda na yeye usiku sana, kitu saa 6 usiku. Sasa vile nikaenda kwa mama yangu nikakaa like
miezi miwili hadi mimi nikienda kibarua nikiacha watoto. Huyu mwingine naenda naye kwa shamba. Ninalima naye na kwa shamba. Ndio nipate at least 200 nipate kitu ya kuwalisha watoto. Ndio sasa huyu mzee tena akarundia tukaongea. Wakaangili na mama sababu mama ako na watoto bado na nimpelekea mzigo ya hao watoto wangu wawili. Mama tu akakubali nikarundi tena. Kurundi tena tu ni mateso, nilikuwa napata mateso sana. Mara ingine najificha ninaenda kazi hata ya mjengo. Kubeba masimiti ndio at least watoto wapate chakula. Kukawa sasa nikashikwa na ugonjwa wa mgongo kwa hata siinami. Nakumbuka siku moja nilianguka kutoka upstairs sababu tulikuwa tunajenga, ilikuwa ghorofa tu. Na nikaumia sana. Vile niliumia sana, sasa huyo foreman ndiye alinipeleka hosi. Alafu nilirudi tu kwa hiyo kazi ya mjengo, vile nilienda nikapata nafuu ndio watoto wangu wapate masomo. Huyu wa kwanza vile aliingia grade 1, bado nilipitia mateso mingi sana. Kukawa huyu baba, huyu mzee hatoi pesa, hata ukimuitisha hata 100 haezi afford hata 100. Ikabidi sasa mimi mwenyewe ndio nitakuwa ninaenda kibarua na watoto ndio watoto wapate masomo. Kukawa sasa nimepata msamaria mwema akanilipia school fees yako katoto. Akanilipia term 1. Ndio nilikaa nikaona kuliko niwasumbue. Wacha nikae nitafute kakibarua. Nikaongea na mama akakataa. Nikakaa miaka 2 kama bado niko kwa hiyo changamoto ya mateso. Nikavumilia tu juu mengi hata sikuwa nataka niambie wazazi yenye napitia. Hata kichapo sana, huyo mzee alikuwa ananipiga sana. Hata niko na malama sana ya kunini ya kuna mahali alinikata hata mguu akanipiga na kisu, na hiyo time nilikuwa na mtoto alikuwa na miaka 4. Mzee akakuja akiwa amelewa sana. Sasa anakuja akiwa amelewa bado ako na vivi. Kuna mama mwingine bado ameshikilia na mkono. Ndiye akaniambia sasa yeye anataka kuoa tena. Sasa ananiambia anataka kuoa tena. Bado niko kwake. Na mateso ninapitia hata sitaki kuambia wazazi wangu. Sababu wazazi wangu walikuwa wakisikia tu wananiambia niende home, lakini nikienda home bado ni mateso mingi sababu chakula mara ingine hatupati. Hata nyumbani bado changamoto ni mingi. Ndio sasa ile time nilienda nilikamua kutoroka mama yangu na watoto. Mmoja nikaenda nikamficha kwa jirani ndio mama asione nimemwachia watoto wengi hao wawili. Ndio nikampeleka kwa jirani ndio niende nikatafute kibarua ya nyumba. Ndio watoto wangu wasaidike, wapate chakula na wapate mavazi na wapate masomo. Hiyo time sasa nilipiga simu, nikapigia sister yangu simu nikamwambia mimi nataka kwenda kibarua ya nyumba. Sister yangu akaniambia njoo hata yeye ana uwezo, anaweza ni connect na mtu mwenye anaweza nitafutia hiyo kibarua ya nyumba. Sasa huyu sister yangu ndiye akapigia mama, akaambia mama mwingine akaye akinitafutia kazi. Mwaka wa 2020 ndio mwaka wa 2021 ndio nikaingia nikapata hiyo kazi ya nyumba. Nikapata kazi ya ngiri 7. Nilikuwa naambiwa nilipwe 6. Sasa tukaangili na huyo mama 6, nikamwambia lakini akaniambia ukikaa nikiona kazi yako nitakuongeza ngiri 1. Nikaenda nyumba yenye nilienda ilikuwa downstairs na upstairs. Saa hii ni huku Nairobi ama ni wapi? Ni huku Nairobi.
place inaitwa Kawangware, sasa ni za Valiakendi. Juu ukiwa Kawangware nilikuwa napanda gari ya 20 kwenda Valiakendi. Nikaenda huko, mama nikaenda akanikaribisha tu. Na akaniambia, juu umeingia mara kwa kazi, mzee wangu muangaliange na macho. Hakuna salamu kwa mzee wangu. Na hata viatu za mzee wangu hutakuwa unapanguza, lakini manguo zake utakuwa unamuoshea. Nikamwambia mama mimi sina shinda. Mama akaenda akaniletea leso. Before sasa tuanze kazi akanipea leso na akanipea uniform. Akaniambia sasa hizi ndio utakuwa unavaa. Nikamwambia mama hizi manguo ni kubwa sana, haziwezi zikanitoshea. Akaniambia hapana, hizi manguo ndizo za house girls. Nikamwambia ni sawa, haina shinda. Nikachukua hizo uniform na hiyo leso yenye alinipea ya kujifunga. Alafu akaniambia sasa ukiona hata mzee wangu ukisikia ngari usimfungulie ama usifungue mlango ya entrance. Ukifungulia mzee wangu. Nikamwambia mimi sina shinda mama. Ndiye akaniambia na watoto usiwaongeleze Kiswahili. Nikamwambia mimi sijasoma sana, sijui ile English ya ndani. Najua hii English ya kupitia tu, lakini si akaniambia sasa pesa yako sitakulipa ni nini, nitakuanzisha na ngiri 5. Nikamuuliza English inatoka wapi mama na kazi? Mama akaniambia sababu watoto wake wamelelewa na kuongea English. Nikamwambia sina shinda, nitaenda nikijua vile wataongea, hata mimi naweza julia hapo. Tukaendelea. Mama alikuwa anakataa, alikuwa anataka kunifukuza, ndio aunti yake akamwambia hapana usimfukuze sababu ya lugha, wacha akae kazi. Ndio sasa mimi mama ndio huyo boss ndio akaangalia akasema ni sawa, wacha nikupe time. Na ni 5,000 bado ama hiyo? Alinishukishia sababu ya lugha. Kukawa na sasa ni ngiri 5 ananilipa. Hiyo ngiri 5 sasa hiyo ngiri 5 ilikuwa mimi na nitumie mama yako. Kwa hiyo mtoto mmoja nimemwachia. Na nitume pia kwa jirani. Kwa hiyo mwingine bado nimemwachia bado. Kukawa sasa pesa ya kwanza, mshahara ya kwanza, nikapigiwa simu nyumbani nikaambia mtoto wangu amelazwa hospitali. Ako na infection ya meningitis. Kapindi sasa nikaambia huyo mama, nikamwambia nikaenda nikamwambia nikamwambia excuse mom, nikamwambia kama anaweza nisaidia na pesa ya miezi 2, ngiri 10 nitume ndio mtoto wangu njoo ako hospitali pate pesa ya kutibiwa. Mama alikataa, hata alinirushanisha sana. Akaniambia hapana, huwezi kuja hapa, mimi sio bank. Ukuje mara ya kwanza halafu kuje ukinitisha pesa. Nilikaa tu, nilitulia, nikatrust God, nikaambia Mungu, nikasema tu acha niachie Mungu sababu Mungu mwenyewe ndiye anaweza. Kwangu mimi mwenyewe sitaweza.
Ndio sasa kuna msichana mwingine hapo bado alikuwa house girl na nilikuwa mgeni, ndio nikamwelezea. Huyo msichana ndiye alinisaidia, akanipea 6,000 akaniambia ukilipwa utanipatia. Ndio ile 6,000 ndio nikatumia mama yangu. Nikamwambia sasa mimi sina, otherwise niko na hiyo pesa tu peke yake. Hata nikaanza kuuza manguo zangu za kuvaa zenye nilikuwa nimeenda nazo, nikauza skati kama 3 na pesa kidogo tu. Nikauza skati 3 na 600. Vile niliuza skati 3 na 600 nikaongezea kwa ile pesa. Ndio mtoto wangu apate matibabu. Bado haikutosha sababu mtoto alikuwa anaitishwa hospitali Ngiri 27. Kanisa yenye nilikuwa ninaenda, ndio nikaenda nika approach tu pastor nikamwelezea. Pastor ndio wakanichangia Ngiri 10. Ndio sasa nikatumia mama yangu. Sasa nikaambia mama yangu sasa hiyo ingine mtaona vile mtafanya ndio mtoto aweze kutibiwa. Bado hiyo pesa haikutosha sababu kwa hospitali vile mtoto aliendelea matibabu alikaa wiki karibu mwezi mmoja, ndio ilikuwa wiki 3 na siku 4. Mtoto bili ikakuwa kubwa, ilibidi mama yangu sasa wakate ka portion wauze ndio mtoto atoke hospitali. Bado tu niko kwa huyu mama, nikasema sitatoka sababu Nairobi hakuna mtu mwingine ninajua, acha tu nivumilie. Mambo inaweza kuwa Mungu anaweza mguza tu hata aniongeze pesa na tukae vizuri na yeye. Kukawa sasa bado ananivuruga sana. Kwanza asubuhi alikuwa ananivuruga sana. Siku moja nikapika fundi akarusha yote kwa dustbin. Akaniambia hawezi kula. Juu ya nini? Akaniambia nimepika fundi vibaya na hiyo fundi haiwezi kulika. Akaniambia unless wewe mwenyewe uchukue ukule hiyo fundi na unapika fundi ingine. Nikamwambia mimi sina shinda, unaweza ukata hiyo pesa imetumika kwa hiyo fundi kwa mshahara yangu. Ndio usinigombanishe. Mama kusema kweli alikata Ngiri 1 na 200 kwa mshahara. Akanipea Ngiri 4 na 800. Nikasema tu akanipatia, nikamwambia bado nimeshukuru. Nikamwambia siku ingine nitakuwa ninaangalia vile unapika, unionyeshe vile unataka upishi sababu mimi nimetoka ushago na sijaifanya hii kazi tena. Na mambo ya upishi mimi sijui sana. Akaniambia nitakudownloadia. Nikamwambia mimi simu natumia kabambe, sina simu kubwa. Ndio akaniambia nitakuwa ninaangalia kwa sister yake mwingine alikuwa anasoma akiwa huko. Ninaangalia vile ninafaa nipike. Nikipika hii bado anakataa. Mara ingine kelele na hiyo kelele mtoto ni mdogo mwenye ninalea. Nilikuwa nalea watoto 3, mmoja kilema na hao watoto wengine bado nilikuwa nampenda sana. Kwanza alikuwa anashinda kwa mgongo wangu. Nilikuwa namweka nambebea tu kwa mgongo hiyo na alikuwa na miaka 6. Sasa ndio nikamwambia mimi ile time yenye unataka fundi ipikwe, wacha sister yako akuange karibu ndio anifunze kupika. Akaniambia na ukipika kama ni chapati unapika usiekange mtoto chini, unamfungia mgongo. Nilikuwa nimezoea tu mpaka nikagonjeka kifua sana. Tulikaendelea hivyo nikipika tu wakikataa, nikipika wakikataa, lakini ile time mwingine bado walikaa wakakubali, wakasema ni sawa lakini atakuwa anakuja kupikia mzee. Nikamwambia sina shinda. Kukawa sasa vile tuliendelea tu hivyo mwezi moja. Huyo mwezi wa pili alipata katoto tena nikiwa huko ndani. Kukawa yule mtoto mimi ndio ninakaa na mtoto. Hata hao watoto wengine wakiamka kama ni saa 6 mpaka akuja aniamshe. Kama ni huyu mwenye amezalia ako na miaka 2
mpaka niende nimwage toys sitting room, nianze kuchezesha mtoto mpaka asikie kulala tena nimbebe alale. Alafu niende nimweke kwa bendi yake. Alafu nirudi na mimi kwa SQ penye nilikuwa ninalala, nirudi nilale huko. Na tukaendelea tu hivyo. Nikamuita kando, nikamwambia mama, kuna kitu nataka tuongee na wewe. Nikamwambia sasa juu hii pesa naona ni kidogo, ni 5,000 na hii kazi ni mzito na inaosha kutoka upstairs mpaka chini kila siku, na kazi ni mingi nafanya na watoto saa hii ni 4. Si unaweza niongeza hii pesa ifike 6,000. Alikataa pia kuniita chokora, kunitusi sana, matusi mingi sana. But yote sikuwa nachukua ikiwa kitu, sababu nilikuwa na aim ya kusomesha watoto wangu. Na nikasema siwezi toka sababu sina, otherwise wacha nikae nivumilie tu mpaka juu watoto wangu wanahitaji. Heri nivumilie hii mateso mpaka watoto wangu wasome. Mimi niliendelea tu hivyo. Kukawa sasa kuna time aliniita akaniambia sasa nataka unakuja kama ni asubuhi unaamka. Nilikuwa naamka 4. Hiyo 4 nilikuwa naamka saa 9 nilikuwa on. Ndio nisichelewe saa 10 isifike kama sijaamka. Sasa nilikuwa naona saa 9 ikifika najipea tushughuli ninaweza kaa kwa bed ndio nisisahau saa 10 nipate. Ndio saa 10 ikinipata atakuja kunigombanisha. Nilikuwa naamka saa 9. Saa 9:30 nikiona imefika ninakaa kwa bed. Na hiyo masaa siwezi ingia kupika breakfast mpaka kama sijaingia bafu. Hakuwa ameniallow, alikuwa ameniambia mpaka nioge kwanza. So nilikuwa ninaingia kuoga saa 9:40. Ndio saa 10 ikifika tu hivi nimeingia kitchen sasa kuandaa breakfast. Vile sasa tukaendelea tu hivyo. Kukawa siku moja sikuwa najua kamera ni nini. Nikipea mtoto uji kukiwa saa 4 nikaanza kusinzia. Ndio akanipigia simu akiwa upstairs akaniambia kwa nini unalala na mtoto ukipea mtoto uji. Nikastuka nikamwambia I'm sorry, sikuwa najua ni usingizi tu umenikujia, sikuwa najua hata mimi kama nimelala. Alikuja akanigombanisha sana na akachukua hiyo uji ya mtoto akamwaga. Akaniambia kaniketisha akaniambia nataka uniambie kama ni kazi utafanya ama ulikuja starehe za kulala. Nikamwambia mimi niko sorry sababu sija. Nilifanya tu kunyenyekea kwake. Nikamwambia mama niko sorry na sitarudia tena. Mama akaniambia sasa mtoto utaenda uomu uji tena uanze kumpea uji tena. Nikamwambia haina shida. Nikaenda nikaomia mtoto tu uji tena nikaanza kumpea. Na saa hiyo nilifanyisha hizo kazi zote hakuna hata lunch. Hakuna lunch. Chai nimekunywa chai asubuhi. Na mimi asubuhi mara mingi nilikuwa nakulia chai na ugali. Lakini sikuchukua ikiwa kitu mbaya sababu kitu yangu nilikuwa tu nipate pesa nisaidie watoto wangu. Sikuwa after chakula hapana. Ndio sasa kutoka hapo tukaendelea tu hivyo na vitisho mingi sana akinitishia. Nakumbuka kuna siku nilianika manguo zangu kukiwa Sunday akinipea off nikakuja nikapata manguo 6 hakuna kabisa. Sikupata manguo zangu nikimuuliza ananiambia zilienda na upepo. Akaniambia niulizie caretaker kwenda kwa caretaker akaniambia hapana.
Hata hiyo side ingine mama alikuwa ananiambia caretaker akaniambia hakuna manguo. Kutoka hapo sasa zikaenda tu zikiwa tu hivyo tu. Hata sijaiziona na nikimuulizia anaanza kunigombanisha. Siku ingine nikaenda akaniambia sasa slippers zangu juu hauna slippers uko na pair moja. Usizoe kuwa unavaa slippers zangu. Ukienda Sunday ukuje na slippers zako. Kukuja na slippers zangu nikapata hii katikati imekatwa, sijui kama ni wembe ama ni makasi, alikata na makasi. Na sikupenda kuuliza, nikiuliza anataka hata kunipiga. Hataki, ndio akaenda akaniletea slippers. Kuna slippers alienda akaniletea hizi zinakaa Masai slipper old sana, mzee sana sana sana. Kwa sasa nikimuuliza mambo hizi zangu na zilikuwa mpya, hata nilikuwa nimevalia tu mara moja, akaanza kunigombanisha akaniambia mimi ni watoto wake walikata. Sasa yani nikafanya tu na chukizo tu, nikaona tu ni kunichukia, alikuwa ananichukia sana by the way. Na bado nikaendelea nikang'ang'ana, nikaendelea tu na hiyo chuki, akinichukia. Tukifika time ya kwenda nyumbani hataki kunipea ruhusa niende nyumbani kuona watoto. Hapana, alikuwa ananiambia anaenda kwa ofisi ako na kazi. Nilikaa miaka 2 bila kwenda nyumbani kwenda kuona watoto wangu. Wazazi wako walikuwa wanasema nini? Wazazi walikuwa wanalia sana. Wazazi wangu walikuwa wanalia sana sana sana. Walikuwa wanalia sana juu kuna time aliendanga akaniambia wacha aende Mombasa. Alienda Mombasa akakaa like 2 months. Kwa hiyo miezi 2 aliniachia watoto hakurudi, na ilikuwa tulikuwa tunaingia mwezi wa 11. Alikuja tarehe 28 December. Kukuja nikamwambia mimi anisaidie pesa mshahara niende nyumbani nikaona watoto. Alikataa. Alikataa kabisa kabisa kabisa. Kuko hata Sunday sipewi off ya Sunday. Hata kanisa siendi, hapana. Sasa niliishi miaka 2 kwake bila kwenda kanisa na bila kutoka kwenda hata mahali, hapana. Bila kwenda hata off. Na juu hapo alikuwa anafanya shopping kila kitu, hakuna hata manduka karibu yenye unaweza endea manduka, hapana. Mimi nikaishi tu hivyo. Alafu kukaa vile nilikaa miaka 2 kwake. Nikaanza sasa kukaa yani mikono yangu ikakaa ikikuwa dry sana kama usiku sana. Usiku sana mikono yangu ilikuwa inakaa dry sana. Nikiinamisha mikono hivi, mikono inaganda. Nikipandisha mikono juu, mikono iko sawa kabisa. Sasa mara mingi nilikuwa ninakaa chini kwa bed. Nikikaa chini kwa bed, itabidi niinue nikae ni mikono kama nimefanya mikono hivi. Juu nikinyosha mikono chini, nasikia kama damu yangu kama mikono imeganda kabisa kabisa kabisa. Na nikasema acha siku moja, nikasema acha nimwambie. Kumwambia, nikamwambia mimi usiku silali, nikamwambia vile ninaganda mikono. Alichukua jagi ya maji, akanitupia, akanigonga na jagi ya maji. Kaniuliza unafikiria ni nini hiyo, ni nini unaniambia? Vile niligonga na jagi ya maji mimi sikuuliza. Nilinyamaza tu nikaenda sikuenda SQ sababu ukienda SQ kamera zinakumulika ataniuliza. Hata nikajifanya nimeenda kwa choo. Nikaenda nikaomba Mungu, nikachukua mati ya hapo kwa choo nikaweka kwa choo ndani. Nikapiga magoti kwa choo ndani kwa hiyo mati. Nikaomba Mungu, nikaambia Mungu tu angalia tu huyu mama amenipiga tu hivyo tu, amenirushia jagi ya maji na nilikuwa namueleza vile ninasikia. Kumaliza tu nilitoka kwa choo, nikajifanya tu nimetoka choo. Nilienda akaniambia chukua hiyo
hizo mavitunguu utoe ngozi zote. Tulikuwa tunatoa ngozi kwa vitunguu tunaweka kwa fridge na karoti, matawi. Na nikaosha kila kitu na siulizi mambo ya kunipiga kama nimenipiga na njaa iko na maji. Hapana, hiyo kitu niliachia Mungu, nikaambia Mungu wewe ndio unajua hizi vita, mimi sijui. Hii kazi yangu nilikuja kazi ndio nisaidie watoto wangu na pia wazazi wangu pia niwasaidie. Nikaendelea tu hivyo, huyu mama kama amenichukia. Kuna siku nilitoka hapo akanipea off kukiwa Sunday. Nikaenda Sunday, nikaenda church. Sikuwa ninakaa, nilikuwa ibada ikiisha ya kwanza. Kama nimeenda ibada ya pili, ninarudi tu saa 7. Saa 7 kurudi, nikapata kitu inakaa msalaba kwa entrance yenye nilikuwa napitia ndio niingie kwa SQ. Nikauliza hii ni nini, nikauliza, nikasema acha niite mtoto nimwambie aambie mama kuja nimwambie nimuulize kama ni nini iko kwa entrance. Mama alikuja akaliniambia kitu mbaya sana, lakini kwa hayo yote Alikwambia nini? aliniambia wewe kama ni kukufa unakufa peke yako. Mimi nikamuuliza kwa nini umeniambia hivyo mama? Akaniambia hapana, na hizi mama unaniita za ujinga uache. Nikamwambia ni sawa. Sasa akaniambia mimi kama nataka uniita mama fulani. Nikamwambia mimi sina shinda, nisikuwa ninajua. Ndio sasa akaniambia nimuitange hiyo jina ya mtoto wake. Ndio hiyo kitu hakutoa hapo. Ndio sasa huyu mtoto wake wa kwanza ndio akaniambia hii ni mama alikuwa anatengeneza wakiwa na auntie. Wakasema wacha waweke hapo kwako, lakini usiambie mama. Nikamwambia sitamwambia, na by the way sikuambia mama yake kama mtoto ameshaniambia. Na huyo mtoto alikuwa how old? Alikuwa na miaka 8. Alikuwa anaelekea miaka 9. Alikuwa anaelekea 9 juu nilikaa miezi 2 akafanywa birthday ya miaka 9. Akaniambia ni mama alikuwa. Alafu vile niliingia kwake, kuna hizi njagi za stima. Kuna jagi ilinini na nilipata kama juu mtoto aliniambia ikuwa inafanya. Sasa vile niliconnect, akaniambia ni connect niwe nachemshia maji ya chai. Vile niliconnectia maji ya chai haikuwa inawaka kabisa na sijawahi tumia kitu ya stima. Sasa nikamwambia haifanye. Kukuja aliniambia eti mimi ndio nimechoma jagi na atakata kwa mshahara. Nikamwambia mimi sina shinda. Juu sikuwa napenda kubishana, hapana, nilikuwa nataka ninyenyekee na nipate kitu yangu, nipate kusaidia watoto wangu. Mama alinikata 3,500 kwa mshahara, ndiye akanipatia 1,500 kwa mshahara. Hii ya pili. Na ujue hiyo ya pili bado niko na deni hapa ya 6,000 ya msana mwenye alinisaidia nilipie mtoto nini. Sasa ilibidi niongee na sister yangu hapo anikopee pesa alafu niwe ninalipa. Sister yangu akanikopea 3,000. Kukawa sasa hii 3,000 nitakuwa juu nimepata 1,500. Ikabidi tu 1,500 nipatie msana mwenye alinisaidia 6,000. Huyu msana akaniambia hapana nitakuvumilia. Nikamweleza vile mambo iko, akaniambia nitakuvumilia ukipata pesa yote utanipatia juu tuko hapa tu sisi wawili tunafanya kazi, tuma hiyo pesa kwa watoto wako wapate chakula. Vile sasa tuliendelea hivyo, mambo ya hiyo yenye alikuwa ametengeneza hiyo msalaba. Unajua alinitengeneza sababu nilikuwa nishamwambia mimi mikono yangu inakauka na sijui ni kwa nini mikono yangu inakauka, lakini kukiwa mchana
haikauki. Yaani haigandi kabisa. Lakini ile time yenye ninaingia kulala, hata nilikuwa naogopa kulala sana. Mara ingine nilikuwa nakaa tu hivi sababu naeza kaa hivyo halafu mchana nianze kusinzia. Sababu usiku yote nitakaa mikono kama imefura. Yaani hata ninaangalia mikono, ninaona mikono imeturn black na imegandaa kabisa, inagandaa kabisa lakini nikipandisha juu haigandi. Sasa vile tuliendelea kukaa na yeye. Kuna siku moja aliniambia mzee akakuja kama ameelewa. Kukiwa saa 9, kulikuwa saa 9 karibu saa 10. Kakuja akaniuliza, huyu mzee ametoka wapi? Na sijaingia, unajua mzee alikuwa na key. Akaniuliza mzee ametoka wapi? Na ameingia tu, alianza kuvuruga mzee alafu akakuja kuniambia mimi ndio, nikamwambia mimi sina kifunguo ya nyumba vile naweza fungulia mzee. Alinitusi sana na kunipiga, hata hiyo time alinipigia sana kwake, ndio majirani wakaniambia na si uende. Nikamwambia mimi siwezi enda sababu ID yangu iko na huyu mama na siwezi enda. Na nikamwambia tena pesa yangu pia ako na pesa na siwezi jua vile naweza enda sababu ako na nikimtisha ile ID anipatie ID yangu. Hapana, hakuwa ananipatia ID, alikuwa anakaa na ID yangu. Sasa ID mara mingi ilikuwa inaniteka sana, ndio vile hata ningeenda hata nitafutiwa kazi ingine singeweza sababu alikuwa na ID na alikuwa amekataa, hata hakuwa ananipea off, hapana. Tukaendelea hivyo. Kuna siku mtoto wake alikuja akaguza maji baridi nikiwa hapo, huyu mwenye alikuwa anatambaa, nilikuwa ninafua manguo huko nyuma. Kuguza maji, huyu mama alikuwa amezoea sana kunirushia maji baridi. Anachota maji ananichapa na maji. Unasikia nimegongwa na maji. Alikuwa ananirushia sana maji. Akaniuliza unafanya nini huku nje na mtoto bado ako kwa maji. Nikamuuliza si mimi nimekuja kufua manguo na huku nje na wewe ndiye nimekuacha na watoto na heri ungeniambia kuja unikae na mtoto nje usiku, anajua kama mtoto ameshaingia kwa maji. Kwa maji. Ndio akaniambia hapana. Ama unataka watoto wangu wakufe sababu ya pneumonia? Nikamwambia mimi hapana. Nikamwambia kitu imenileta hapa ni kusaidia na wewe unisaidie ndio watoto wangu wapate school fees na wapate chakula. Mama alikaa siku kama 3 kama hata aniongeleshi. Na kuna siku hata alinidanganya akaniambia mtoto ameenda amepimwa ako na pneumonia na hakukuwa na pneumonia na hata hakuwa anakohoa, hapana. Nikamwambia mimi ile time yenye nimetoka kwa manguo ninashikanga, nikamwambia ndio angalia kwa kamera uone vile mimi ninashikilia watoto na nakaa nao vizuri. Kama huyu hao wakubwa hawawezi pata na pneumonia sababu ninakaa nao vizuri. Huyu mdogo pia ninatoa maziwa ya freezer na ninampea na yeye akiwa upstairs. Nilikuwa natoa maziwa hii ya nyonyo, alikuwa anaweka kwa freezer ya matiti tu na omo, alafu napea huyu mtoto mdogo. Alafu akikamua ingine hakuwa anapenda kunyonyesha mtoto sana, mimi ndio nilikuwa napea mtoto maziwa na mnyonyi. Kukawa juu akiniona hata nimekaa tu chini kidogo nipumzike, hakuwa anapenda, alikuwa anataka tu. Na nikiwa na huyu mdogo bado kuna huyu mwingine niko naye, huyu mwenye hakuwa anajua kutembea wa miaka 6. Kwa sasa niking'ang'ana na huyu mdogo mpaka ndo niko na huyu mkubwa hapa. Alafu si ndio kuna siku aunti yake alikuja nikamwelezea akaniambia atamuongelesha. Aunti naye kwenda kumuongelesha, huyu mama alikuja kunigombanisha akiniambia nimeenda kuambia aunti ninateseka. Nimeenda kuambia aunti ya watoto yaani mimi ninateseka sana. Sasa mama kukawa sasa hata chakula hakuwa ananipatia chakula. Nilikaa siku 2, karibu siku 2 kama hakuna chakula. Huyu msichana mwingine mwenye alikuwa anafanya hapo kando ndiye alikuwa ananiwekea chakula kwa takeaway kaka nylon. Ananifichia, anaweka kwa dustbin,
anaweka kigunia kwa dustbin, alafu hiyo chakula anaweka juu. Ndio najifanya naenda kutupa dustbin, nachukua ile chakula naweka, naweza ikunja na hiyo leso nilikuwa nafungia, alafu ninarusha kwa SQ ndio niende nikulie kwa SQ. Tukaendelea tu hivyo na mama, na sikutoka kwake ni juu alikuwa amekataa niende, alikuwa na ID yangu na hakuwa anataka niende. Kukawa sasa, kuna siku alikuwa anaenda, aliniambia anataka kwenda Tao. Tao hakurudi, alirudi the following day. Mimi nilikaa na mtoto wa miezi 6, na usiku ikifika nikimpigia simu hashiki, na alikuwa ameniambia nataka kufika Tao, tuko na meeting. Na ukiona nimechelewa funga nyumba ulale na watoto. Hakurudi. Alirudi the following day kitu kama saa 9, ilikuwa karibu saa 9 hapo. Na hata vile unakujanga uambie mtu hata nilienda ni Tao, hakuniambia. Vile alikuja akaniambia, Damaris, kwa nini uniangalia? Akaniambia nimwangalie hapa, nimwangalie na hapo. Akaniambia nataka uniangalie vizuri na uniangalie na uniface, si ati unaangalia na kuangalia una face kona. Kuangalia huyo mama nikasikia kama nimepigwa na stima hapa kwa kisoo tu hapa. Nikasikia kama nimepigwa na stima. Kuna kitu nilisikia, kitu mbaya sana. Nikasikia hiyo kitu kama siku 3. Na nilikuwa hata niende hosi. Ndio sistangu akanipigia simu akaniambia usimwambie kama kuna mahali utaenda, ukikuja Sunday kuja nikupeleke kanisani. Kulienda aje sister yako akajua? Nilipigia sister yangu, nikamwambia kuna kitu nasikia, na nikamweleza vile huyo mama hakukuwa, niliongea na yeye na sister yangu kwa SQ pole pole. Nikamwambia mimi mama alienda jana na amerudi leo, na kurudi mimi ameniambia nimwangalie, amepata nimebeba katoto. Na huyu mwingine bado nilikuwa na yeye, huyu mwenye atembei nilikuwa napenda kumbeba sababu kama simbebi alikuwa ananigombanisha. Sasa vile ni sister yangu nikaambia sister yangu mimi huyu mama amekuja kuniface, akaniambia nimface nimwangalie, tuongee na yeye kama nimemwangalia. Na hata hakuwa amekaa chini kwa kiti, vile nimemfungulia tu mlango kuingia tu ndio ingie sitting room. Akaniambia nataka uniangalie na usiacha kuface side ya nyuma. Kumwangalia nikasikia kama nimepigwa na stima hapa kwa soko tu hapa juu. Nikasikia kitu mbaya sana hapo. Hata nikasikia hata kizunguzungu, nikamwambia nasikia aje, nasikia kama naweza anguka. Huyo mama akaniuliza kwani kama nakuanga na hii ugonjwa ya kuanguka, kwani unakuanga na ugonjwa ya kuanguka na ulikuja kwangu na unalea watoto? Nikamwambia mimi sinanga shinda yoyote. Nilikaa hivyo, nilikaa siku 3. Siku 3 kama nasikia tu hivyo. Na nikasema hata siendi kumwambia bado naendelea kusikia hivyo, juu hata hakuwa ananiuliza kama unaendelea kusikia aje, bado nilikuwa nasikia hivyo. Unajua vile aliniambia nimwangalie yaani vile nilisikia, yeye sasa ndiye alinijipea shughuli. Akaenda upstairs, akarudi kama amejipaka, alikuwa amejipaka kitu inakaa powder kwa uso yote. Akaenda upstairs akajipaka hizo vitu za white kwa uso. Akashuka chini, akakuja akachota maji, akapanda nayo upstairs. Halafu mimi bado nasikia tu ile kitu, nasikia vibaya sana. Hata kama naweza enda hospitali nilazwe, sababu nilikuwa nasikia hata kuanguka. Ile kuanguka nilikuwa natamka tu maombi na roho kama asikii. Alafu ndio nikaenda SQ, nikapigia sister yangu simu, nikamwelezea.
Sistangu akaniambia sasa utakuja kukiwa Sunday ukuje mapema sana. Niende nikuconnect na hii madhabahu ya Pastor Mwai ya Jesus Winner. Ndio nikaenda, nilitoka kwa nyumba kitu kama 2:00. Nikaenda nikapata sistangu ameningojea. Alafu ndiye akanipeleka Jesus Winner. Kunipeleka Jesus Winner. Alafu ndiye akaongea na hao wasasi hao watu wanakuanga wamesimama wamenini. Ndio mmoja akamwambia wacha nikusaidia, akaenda akamletea tumafuta. Hii mafuta ya anointing. Akamwambia juu sahii huwezi pata Pastor Moi, wacha niende nikuletee mafuta. Akaniletea mafuta ya anointing. Hiyo mafuta nilikuwa napaka nikayatumia kutumia hata masaa 3 hayakuisha mbele ya Mungu tu. Ndio ile kitu ikaniondokea hapo kwa nini. Lakini nikaendelea kutumia tu yale tu mafuta. Na yani nikapona kabisa. Bado sasa nikarudi kwa hiyo nyumba. Sasa hiyo siku yenye nilikuwa nimerudi kama nimepewa hiyo anointing. Nikaenda tu kawaida vile ninaendanga. Halafu nikaambia, mama akaniambia sasa hizi vyombo. Nilikuwa nikirudi saa 10 ninaosha hizo vyombo zenye wametumia kutoka asubuhi. Ndio sasa mama ananiambia, akaniambia hizi vyombo kuna zingine ziko na huko nje tutachukua zote. Uchote maji ukioshea na huko nyuma. Kwa tapu ya nyuma sababu hizi vyombo ni mingi sana utasimama kwa sinki. Nikamwambia ni sawa. Kutoka nje tu alinifungia na ndani akafunga ndani, mimi nikakaa nje. Kumaliza kuosha vyombo niingize ndani. Nikinock mlango ndio anifungulie niingize vyombo. Anifungulie. Na saa hiyo nimeosha vyombo mpaka saa 3 usiku. Juu nimeingia 6. Nimeosha vyombo ni mingi sana kaniambia alikuwa na sherehe. Na ndio huyu sister yake akaniambia haina shida hata ukiosha vyombo. Mtu kitokanga Sunday mpaka uoshe vyombo hata kama ni mingi anchi juu hiyo ni kazi yake. Nikamwambia ni sawa. Lakini hizo vyombo ziliniumiza sana kutoka hiyo nini sababu walikuwa na sherehe. Lakini sikuwa ninajua kuwa ameniambia kama kuna sherehe wako nayo kwa nyumba yake. Sasa vile nilienda, vile nilimaliza vyombo, ndio nikienda kupakua chakula yenye alikuwa amepika akaniambia hapana. Akaniambia ingia kwa fridge, uchukue githeri. Nikamwambia sasa mimi chakula ya fridge sababu ile siku nilikula nikasikia nimegonjeka halafu na nikaenda hosi. Sitakula githeri na imekaa siku 4 kwa nini wacha tu nikae niko sawa. Akaniambia hapana hizo masausage na hizo machips usikule kabisa. Hizo ni za watoto za kukula the following day. Nikamwambia ni sawa. Ndio sasa kukawa nini Monday juu hiyo siku ilikuwa Monday. Nikaamuka kukiwa late. Nililala nikaamuka late kidogo niliamuka karibu saa 11. Huyu mama alikuja kunikelelesha akinifukuza na ananifukuza bila aendi. Alikuja akanikelelesha sana akiniambia nitoke kwake niende kama nilikuja starehe. Akaniambia kwake si place ya starehe. Nikamwambia mimi nilisahau nikalala na simu ilizima na sikuwa nimeset alarm. Mama alinikelelesha sana. Sasa nikamwambia basi nisaidie ID yangu niende. Akaniambia hapana mpaka uapologize useme sorry. Huwezi sema sorry. Nikamwambia mimi nimekuambia sorry nilisahau nikalala. Akaniambia hapana hiyo sio sorry. Endelea na kazi tupatane saa 10. Hiyo saa 10 aliniambia mimi nikaendelea tu na kazi nikafanya kazi kawaida akanitolea manduve. Nikamwambia sasa hizi nitaosha bado na mkono. Juu alikuwa anaweka kwa mashini akaniambia hizi nimekutolea nataka uoshe kwa mkono. Juu ujue kuapologize ni kuzuri na kunyenyekea kama mtu ako na makosa. Mimi nikachukua hizo nduve zote nikaosha tu na nikakanyangia kwa nini nikaosha zote.
Nikazianika. Sasa unaona hiyo saa 10 vile ilifika tu hivi. Akaniita akaniambia nilikuambia tuko na meeting na wewe. Nikamwambia ni sawa. Ndio nikaenda sasa hiyo meeting yenye alikuwa ameniita, meeting ya saa 10. Tukakaa chini na yeye na aunti yake. Akaniambia mimi sikukuambia rules za kwangu. Nilikuambia mtu kuamka ni saa 10. Saa 10 at the dot huwa umeanza kazi yako. Na akaniambia sasa saa hii na vile nataka ufanye, nataka kuna michanga ilikuanga na huko nyuma juu upande wake amemaliza kujenga nyumba ilikuwa yake alikuwa anajenga. Akaniambia hii mchanga yote nakataka uende uweke kwa magunia, ndio uende kwa hiyo shamba iko nyuma uweke kwa nini, uweke upange na sababu ya maji kuingia. Nikaona tu ni kama punishment, nikaona ni sawa. Hiyo michanga nilikuwa ninabeba, hata sikuwa naweza kuibeba kabisa. Nikaenda nikaweka gunia 6. Ndio akaniongeza zingine za simiti, akaniambia hii ingine bado weka hapa before baba fulani akikuja na gunia ya kuweka bado utaweka huko. Ndio mimi nikaweka na akaniambia kutoka leo hiyo kitu tumemalizana na wewe usikawahi fanya hivyo kuamka saa 10 tangu kuja hapa hujai amka saa 11 lakini saa hii nimekusamea, amenisamea badala ya kama amenipea hiyo kazi ya kubeba hizo mamichanga kila kitu. Na halafu akaniambia, akaniuliza kama mama yangu yuko hai, nikamwambia mama yangu anakuanga hai. Akaniambia unaweza nisaidia na namba ya mama yako ya simu. Mimi nikisema maybe kuna kitu anataka kuambia mama yangu kizuri ama kumpea kama pesa ya watoto. Hapana, tayari ameenda kugombanisha mama yangu. Anaambia mama eti huyu mtoto msichana wako ni msichana criminal na nimempea pesa mingi 5,000 na huku Nairobi kila mtu anaandikananga 35. Ndio mama akamwambia si umrelease tu akuje. Huyu mama tena alimgombanisha mbele yangu sana. Aligombanisha mama yangu mbele yangu sana sana sana. Akamwambia hapana. Akamdanganya eti mimi niko na pesa yake. Ndio mama akanipigia simu akaniambia kama uko na pesa yake mlipe alafu ukimalizana na hii kama akamuuliza kwani mliangiria akae miaka ngapi. Huyu mama akamwambia hapana. Akamwambia pesa yangu ako nayo na kama ukikuja kazi mpaka ukae kazi, si eti ukae kazi na uko nyumbani. Akamwambia nilienda nikapata alikuwa anapiga simu. Wewe ndiye alikuwa anapigia simu mama akamwambia yeye alikuwa ananipigia simu akiniuliza mambo ya mtoto. Akamwambia mwambie simu kando. Akitoka penye analala anaacha simu huko. Kupata kuchukua simu tena ni usiku. Si ndio sasa mimi nilimuuliza nikamuuliza sasa mimi si nilikuja vile nilikuja sababu ya watoto. Na siwezi kaa bila simu sababu ninafaa nisikie vile watoto wanaendelea. Mama alikataa kabisa. Kabisa 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 akaenda akaninunulia kasimu. Hiyo simu akaniambia nisiweke namba yoyote kama ya mama. Ni namba yake ilikuwa tu hapo ndio akaya akimonita vile watoto wake wanaendelea lakini wangu hapana. Mimi tuliendelea tu kukaa nikaendelea tu hivyo. Nikakaa tu kwake tukiendelea tu hivyo na hiyo changamoto yenye ninapitia. Nimepitia mengi sana. Alafu kukawa sasa kuna siku yenye nilienda kuchoma matakataka nje. Hizo makaratasi kulikuwa siku ya Tuesday. Tulikuwa tunachoma makaratasi sana hizi za nylon Tuesday. Kwenda kuchoma makaratasi nje. Alafu kuna hizi makontena zingine hizi za plastic. Mimi nilikuwa naziweka kando ndio juu kuna watu walikuwa wanakuja wanachukua wanakupea kakitu. Kwa zile plastic nilikuwa nimeweka maplastic mingi sana kwa gunia moja. Yeye alikuwa anataka hizo maplastic zichomwe. Sasa hizo maplastic nikachukua hao watu wenye wanapitanga wakichukua wakichokora nini nilikuwa nawapatia wananipea hata ka 50 ama ka 100. Mama alinigombanisha sana na kuniita chokora. Akaniambia kuja kwangu kama chokora. Eti hizi maplastic
ni za kuchoma si za kuuza. Kweli ama kuna vitu umeuza kwangu hapa ndani. Nikamwambia mimi enda uniangalie kwa kamera uone hakuna kitu yenye mimi nimewahi uza kwako hapana. Siwezi uza kitu yako, ninakuheshimu. Nikamwambia hizi ni vile nitakataka na ni za kutupa na hao watu wenye wanapitanga naona wanga hao wasichana wengine wakipatiana hizi vitu wanapatiwa hata 50 bob unapata hata kirindeti. Akaniambia hapana, kwangu nachoma. Na kutoka leo nisikawahi kuona kama unauza hizi maplastic. Hapana. Alafu tukaendelea tu hivyo na yeye. Vile tunaendelea tu hivyo na yeye bado ninapitia hizo changamoto. Kuna siku nilishikwa na hii nini ya lakini ni vile sikuwa nimekunywa breakfast. Niliamkia manguo asubuhi na hizo manguo asubuhi kwenda tuseme ninakunywa breakfast alikataa. Akaniambia kwanza utalisha watoto kwanza before wewe mwenyewe ukunywe breakfast. Nikakulisha watoto. Alafu ndiye akaniambia sasa enda uwashe jiko uanze kuchemsha nini serious. Kwenda kuwasha nikamwambia acha nikunywe chai kwanza. Akaniambia hapana, malizana na shughuli zako kwanza. Akaniambia hata wasichana wanakujanga hapo mtu huwezi fanya kazi kama hujamaliza kitu yenye unafanya. Sasa hiyo time yenye nilikuwa naenda nikawasha jiko, nikangojea jiko ishike juu nilikuwa nangojea jiko inashika alafu naingiza. Ninaanza kupikia serious. Nikasikia kuanguka. Kama naweza anguka. Ndio kulikuwanga na shamba boy. Akakuja akaita mama akamwambia kuna kitu Damarisi anasema anasikia unaweza enda umwangalie. Akamwambia hapana hiyo ni shetani isikusumbue kabisa. Na kama hata wewe mwenyewe umekuja kunisumbua sababu ya huyu msichana hata wewe mwenyewe utavuta kazi utaenda. Alikuwa kijana mdogo sana. Mimi kijana ndiye alienda akanipea maji. Akaniletea maji ya kukunywa. Vile aliniletea maji ya kukunywa nikakunywa maji. Bado nasikia kuna kitu nasikia bado kitu mbaya. Ndio mzee mwingine akamwambia hiyo ni carbon ya jiko. Unafaa hufai kumpea maji. Unafaa akakae kidogo alafu ita mbosi wake. Ndio kijana akamwambia nimeita mbosi amekataa. Akamwambia hiyo ni riski sana unafaa uambie mbosi alafu mbosi akuje ndio ajue vile atasaidia huyu msichana sababu unaona saa hii ameshaanguka. Mama hakunijali kabisa. Huyu mzee mwenye alikuwa ananipita ndio alinisaidia alafu akanipeana kwa jirani. Kunipeana kwa jirani ndio nilikaa alafu vile nilipata nafuu vizuri. Jirani ndio alinipea kitu ya kukula na huyo jirani walikosana na mama kabisa niliacha kama hata waongeleshanangi na yeye kabisa. Akamwambia eti wewe ndio unajifanya wewe ni caring sana kwa wasichana wangu wa kazi. Ulikuwa unamsaidia kwa nini? Ndio mimi nilinyamaza mama na tena aliniambia nikae kwa SQ sikuingia kwake kwa nyumba yake nilikaa kwa SQ. Akaniambia mimi mwenyewe ndio nitakwambia time utaanza kazi. Hata jiko sikuwasha. Akaniambia wachana jiko ikae huko lakini utaenda ukae ufikirie na mimi nifikirie. Sasa nilienda nikashindwa ninafikiria nini na hakuna makosa nilikuwa ninafanya. Nikaenda akaniambia ndio vile nilikaa like 3 hours. Kutoka saa 6 ndio mama akaniita tena akaniambia akaniuliza umefikiria nikamwambia sasa nimefikiria nini akaniambia hapana. Akaniambia huwezi enda kufanyanga vituko zako huko ndio utumie pesa yangu. Nikamwambia mimi hata nikigonjeka nakwambianga unikate kwa mshahara yangu hata ukininunulia Piriton unakatanga kwa mshahara yangu hujai ninunulia yenye umenipatia itoke kwa pesa yako hapana. Ndio akaniambia sasa leo nataka uhamie kwa jirani. Ndio nikamwambia
mimi niko sorry kama nimefanya makosa sababu mimi sikuwa ninajua nimeanguka. Sikuwa ninajua kama kuna kitu nimesikia hapana. Ndio akaniambia hata huyo kijana nataka saa hii aende. Alivuta huyo shamba boy kwanza kazi before tuongee naye alikuwa ameshavuta shamba boy huyo wao. Ndio mama akaniambia sasa wewe utakuwa unafanya hivi, utakuwa unatoka hapa alafu unaenda kuwashia jiko na hiyo sendi ya shamba, si kuwashia jiko hapo kwa ground. Hapana, unawashia jiko kwa shamba, ukianguka unaanguka kwa mashamba, si kuanguka kwa ground. Si unajua kwa ground nitaona na watu nimeanguka. Sasa sababu hapo kalikuwa ka cube. Kenye tulikuwa na alikuwa anakuambia ungojee jiko. Enda na ungojee jiko alafu jiko ikishika alafu ukuje. Na huwezi enda hiyo side ingine hapana mpaka ungojee jiko alafu uingie nayo kwa nyumba. Nilimwambia ni sawa. Nikamwambia ni sawa haina shida. Sasa mimi ndio tukaongea na yeye ndio nikakubali na nikamwambia kama niko na makosa mimi naomba tu unisamehe. Hakukubali mambo ya msamaha ni kunigombanisha tu na akaachana na hiyo maneno. Ndio sasa akaniambia sasa hizo serious lazima utachemsha zote na utangojea ziive zikiiva ile time yenye zitaiva zote. Ndio utalala. Nikawekelea serious kila kitu. Juu nilikuwa niekelee nilikuwa niekelee hizo serious zote. Ilibidi nilale kitu kama saa nne na hiyo saa nne bado nikilala bado ataniita nishike watoto tena mpaka walale. Mtoto kama hajalala siwezi lala kama mtoto hajalala. Hapana, nilikuwa nashika mtoto mmoja akilala naenda nampeleka kwa bendi yake, mwingine akilala naenda tena namweka kwa bendi yake, hivyo tu. Ndio sasa mambo ya ile hiyo time yenye kuna time alinipeanga sasa ruhusa ndio niende nyumbani kama nimemaliza miaka 2 kwake. Vile nilienda alinipea siku 3. Akaniambia nisipitisha siku 3. Nikipitisha siku 3 na saa hiyo nimemwachia ndiye bado hajanipatia ID. Hapana, nilimwachia ID aliniambia mpaka uache ID. Akanipea ruhusa nikaenda home siku na hiyo pesa ananipatia ya mwezi moja 5,000. Juu nilikuwa nishamwambia niongezee pesa akakataa kuniongeza kabisa. Akanipatia nikamwambia hii fare itaishia tu kwa barabara kama unaweza niongea 5,000 tena. Alafu nikikuja tu utanikata kwa mshahara nitafanyia mshahara ya kwanza. Alikataa. Kaniambia hiyo pesa tu ndio utaenda nayo. Ilibidi tu niende nayo na ilikuwa ndio fare na ndio shopping ya watoto. Hakuna kitu nilienda nikaomba hiyo kitu kidogo na nilienda nikapata bado mtoto ameishiwa pia na hata uniform. Hiyo 5,000 haikutosha kitu ilibidi hiyo siku niende vile nilienda hata sikupumzika sababu nilienda the following day nikaingia kibarua ya kulima ndio at least niwe ninapata kitu kwa siku. Na yule mwenye ulikuwa umekopa umemrudishia doo yake? Huyu mwenye nilikuwa nimekopa pesa nilikuwa nimemrudishia nilifanya miezi 3 mwezi wa 4 ndio nilimpea pesa ya mwezi moja 5,000. Nilimpea pesa ya mwezi moja 5,000. Lakini 1,000 alinipea 1,000 akaniambia usinirudishie 1,000 nipee 5,000 peke yake. Nikampea 5,000 peke yake. Sasa vile nilienda home nilifanya tu kibarua ndio hizo masiku 2 nikaacha kama nimefanya 400. Hiyo 400 ndio nikaongezea tena 200 ndio nipate fare ya kukuja huku Nairobi. Kufika town sina anything hata ya kufika huko kwake huko Valley Arcade. Ndio nilisaidiwa tu hapo. Nikaambia mama mwingine mwenye tulikuwa na gari moja na yeye nikamwambia ndiye akanisaidia 150.
Ndio niweze sasa kuchukua gari niende nifike huko penye huyo mama yuko. Kwenda na nilikuwa kwa safari hata chai ya kunywa mimi hajainipea. Hapana, nilikuwa ninaenda sasa na nianze kufanya usafi. Nataka uende uoge ubandilishe haraka haraka. Uanze kufanya thorough cleaning. Nikabandilisha tu nikaanza kufanya thorough cleaning. Kazi nakumbuka hiyo siku kwanza nililala saa 6 sababu ya kazi. Kazi ilikuwa mingi sana. Alafu kuna sukuma alikuwa ameninia akaniambia niende nioshe zote alafu nikatakate nirushe kwa freezer kama yani nilifanya kazi mingi sana ndio nilikuwa nimetoka kwa safari tu. But sikujali tu sababu kuna kitu nataka na endi yangu amekuamilia amekataa. Juu kuna mtu mwingine aliniambia niende kwa chief nishtaki niseme kuna mahali kazi nafanya lakini nikaona hapana. Nikaona hapa naweza jitia hata ndani sababu ya ID wacha nikae tu nivumilie ile time yenye atakubali kunipea ID yangu nitatoka tu kwake tu kwa amani. Nilikuwa naomba Mungu nikiambia Mungu tu nataka nitoke tu huku tu na amani si nitoke na fitina ama vita hapana. Lakini kukawa sasa kuna siku yenye alikuja na rava. Hizo rava aliniletea akaniambia hizi rava nataka uwe unavalia ndani kwa nyumba. Hizo rava nilivaa hii mguu yangu moja nikaanza kufuranga mguu kitu kama hizo. Alafu na nikagonjeka sana mguu sikuwa na ugonjwa yoyote ile hapana. Juu vile nilienda kwake alinipimisha kila kitu. Kanipimisha ukimwi kanipimisha. Yani vile unaendanga kazi ya nyumba unapimisha kila kitu hata kama unaweza kuwa na ugonjwa yoyote hapana. Sikuwa na anything hapana. Lakini vile aliniletea hizo rava. Rava nikavaa hii mguu niligonjeka mguu karibu miezi 5 na nikaenda pia nikienda hospitali nikaambiwa niende nifanyiwe hata scan sababu mguu inaniuma nasikia kama tu inanichoma inawaka tu moto mguu moja. Nikaenda hospitali nikatibiwa sikupona kabisa. Na pia nilifanya pia scan. Nilifanya scan ya kutoka na huku juu mpaka chini kwa hiyo mguu na hakuna ugonjwa ilipatikana. Wakaniambia daktari akaniambia juu hakuna ugonjwa unaweza nunua stocking. Aliniambia ni 5,000. Nikamwambia sitapata hiyo pesa kama naweza vaa. Hizi socks za kawaida kama inaweza akaniambia haiwezi nisaidia. Juu naweza kuwa juu tumetafuta shida ya vein hauna shida yoyote. Tumetafuta ugonjwa imekosekana. Within no time hiyo tu wiki mama tena akaniletea manguo na bado nimegonjeka mguu sana. Na nafanya bado kazi nikiwa nimegonjeka bado ile tu mguu. Akaenda Osi nilikuwa naenda nilimwomba siku moja ruhusa nikaenda Osi ya Kanjo. Hiyo Osi ya Kanjo nilienda ndio waliniandikia hata mambo ya kwenda kupigwa picha. Wakaniambia sitalipisha pesa mingi. Nilifanyia mwezi moja ndio nikaenda nikapigwa picha 3,000. Nikapewa 5,000 nikaenda nikapigwa picha na 3,000. Hiyo 3,000 nilipigwa picha mguu hakuna ugonjwa ilipatikana hata. Sikupatikana na ugonjwa. Nilikaa tu hivyo. Alafu acha niseme tu mbele ya Mungu niliponea mguu hii kuponea hospitali niliponea tu kanisani. Sababu nilienda kanisani ndio niliponea mguu nikaenda nikaombewa Jesus winner.
na nikapona mguu kabisa kabisa kabisa. Haya, nilikaa tu bado nikaletewa tena gift tena. Juu alikuwa amependa kuniletea tena tu gift sana na sikuwa najua kama gift akaniletea nguo za ndani nguo 4. Hizo nguo 4 aliniletea za ndani, akaniambia Eva, nimesema nikimbaia watoto hata wewe nikuletee hizi. Nikasema shukrani. Ile nilikaa hata sikuzivaa haraka, nilikaa kama wiki moja before nisianze kuzitumia. Nikaanza kushikwa na liver pain. Ugonjwa ilikuwa inanitoka kutoka tumbo inapita mgongo, side za mgongo na huko nyuma. Nikajiuliza kwa nini ninaanza kugonjeka na sina ugonjwa kabisa. Niligonjeka sana sana sana, hata kutembea kupanda upstairs nilikuwa nashika magoti nipande, sababu niligonjeka sana. Kugonjeka nikasikia hata mwili imekuwa weak. Hata kutembea nikitembea natembea nikijiforce, nafanya kazi nikijiforce. Nakumbuka kuna siku alikuja hata na akaniitia mzee. Akamwambia mimi nilikuja starehe najifanya nimegonjeka na mimi si mgonjwa. Na vile nilienda kuna room aliniambia nisiwe ninaingia. Kuna room aliniambia hii room usiwe unaingia room moja usikawahi ingia. Lakini chakula utakuwa unaweka chakula. Juu mwenye anakujanga kula anakujanga late. Unamwekea chakula kwa hii meza, yeye mwenyewe akikuja atajiingizia chakula yake. Nikamwambia sawa. Sasa unaona hiyo, sasa hizo manguo za ndani zenye aliniletea. Mimi niligonjeka sana sana sana, alafu hiyo time yenye aliona nimezidiwa na kazi akaniitia, akaita hata mzee. Akamwambia, akaenda akamwambia, hebu kuja uone. Alikuwa ananiita anatumia jina chokora sana. Akamwambia kuja uone hii chokora haitaki kazi. Sema chokora kama hutaki kazi tukurelease tu uende. Nikamwambia si ati sitaki kazi, mimi nimegonjeka sana na mimi sisikii poa. Na akaniambia hapana, hii kazi mpaka ufanye, huwezi kuja hii kazi ni kazi, uliitiza kazi na ulipata kazi. Kaniambia mpaka ufanye kazi. Mimi nilifanya kazi bado sina nguvu kabisa. Kabisa sikuwa na nguvu, hata nikichukua mto sina nguvu kabisa. Nilikaa hivyo tu kama sina hiyo nguvu. Na nilikuwa natumana sana mapeni kila kwa hao masonja jamani wenye wanakuja, hao masonja wenye wanakuja kunini ya usiku. Nikatumana painkiller nikaletwa bado nikimeza zile painkiller bado hapana, nazidiwa tu na ugonjwa, nasikia mgongo inanikata na hapa mbele nakatwa na tumbo, ugonjwa inazunguka kutoka tumbo mpaka mgongo. Unajua sikunyamaza, nikaona naweza kufia kwa wenyewe na watu wetu hawajui. Bado tu nikaconnect my sister, nikamwambia kuna kitu mimi nasikia. Nikamwambia vile nasikia. Na akaniambia si uangiri tu nipigie huyo mama simu alafu akurelease tu uende. Nikamwambia hapana sababu mimi naogopa juu nikiambianga hata mtu kando anakujanga kunigombanisha na kunipiga na maji ya jagi. Akaniambia basi sababu nilikuconnect na hata kama ni mbali bado tu utaenda kanisani. Mimi nashukuru Mungu sana sababu ya Jesus Winner, sababu nimesaidika sana sana sana. Nilienda Jesus Winner alafu hata sikuface Pastor Moi kumuona nishinda, huwezi muona haraka. Mimi nilikuwa ninaenda ninaongea na wao watu wa kusimama tu kwa nini kwa hao maashas ndio walikuwa wananisaidia. Nikaenda mama mwingine ndiye alinisaidia bado. Nilienda nikamwelezea bado ndiye alinisaidia. Nikapewa hiyo mafuta ya anointing na nikaombewa. Akaniambia sasa ukiona pastor akiitana watu waombewa pale mbele kimbia haraka. Ndio
time niliona anaombea, watu wanaombea ndio nilikimbia hadi mimi nikaenda nikaombewa hapo, lakini pia nilipewa anointing. Kwenda na ile anointing nilipaka, alafu zile manguo sikutumia tena na Mungu akaniponya, nilipona, sikuendelea kusikia hiyo uchungu tena. Alafu mambo ya nilikaa kwake sasa, unaona nimekaa miaka 3. Hii mwaka ya 4 tulikuwa tuna Saturday, tulikuwa Friday ilikuanga siku ya kuchemsha sana sana, kama ni kupika soup, hizi soup za bones. Nikipika soup, ile time nateguanga soup, nikitegua soup sasa ni juu imeshaiva, nikachomeka mkono, nikanjigu hii steam ya sufuria, ikanibika, nikachomeka mkono, na bado hii mkono ingine nikitegua sufuria nikiweka chini bado nikachomeka hiyo mkono ingine. Mkono kukakaa vile iliendelea kupona ikileta alama. Hii mkono moja ikaleta alama ya number 6. Na hii mkono ingine ikaleta macho 2 za paka, zinakaa macho za paka 2. Si vile niliziona, mi sikuongea, lakini nilinyamaza tu nikianza kuomba Mungu na kulilia. Nilikuwa nalia sana by the way, yani karibu 24 hours nikilia tu. Juu nilikuwa naona nimeriski maisha yangu. Na watoto wangu bado wananihitaji. Nikiangalia maisha yangu nyuma, na hizi alama naona niko na maalama na mateso yanapitia, naona maisha yangu yako kwa hatari sana. Juu tangu baba watoto aende hata sijawahi muona tena. Pia tulipiganga ripoti kwa polisi ndio tujue ako wapi. Ni kama alitoroka na yani kurudi. Kuna time nilisikianga alirudi na hajawahi rudi tena, hata akirudi hawezi kuja nyumbani. Na nikaona niko peke yangu na watoto wazazi hawajiwezi. Lakini mateso nimepitia mingi, nikiangalia mbele naona kifo. Pia nyuma yangu nikiangalia bado naona tu kifo. Isipokuwa hizi alama, kuna vitu zingine huwanga zinakusumbua? Usiku sana sana naweza letewa kitu kama yani naweza nakuanga na nightmare sana. Usiku sana 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 sana. Mara ingine hata nakosa usingizi. Juu kuna time nilikuwa nasema niende bado Jesus inaniface Pastor Mwai. Pastor Mwai naye ni kama dhahabu. Yani siwezi muona muongea hivi live na yeye hapana, huwezi. Nimeenda mara kama I think mara kama 4 ndio nimuone, hapana. Ni siku moja tu nilimtext. Hata ukiangalia message hapo kwa simu yangu nilimtext, nikamwambia nataka maombi, ndio niliona amenirudishia, akaniambia nitakuombea sana. Sasa ndio kuna mama aliniambia ni connect na hiyo huduma yake ya Tuesday ama Wednesday. Nimuone, nilienda siku kama 2 kwa Tuesday, nikaenda nikafuatanisha Tuesday na Wednesday, lakini sikumpata. Sikumpata. Juu alikuwa anaombea sana sana watu wako na
na scan. Sasa sikumpata na picha sikumpata. Hiyo siku aliomba tu nilitoka bila kuonana na yeye, lakini nashukuru Mungu kwa sababu afya yangu vile nilitokanga kwa hiyo nyumba nilikuwa naenda nikichoka nikipumua sana. Na nakumbuka siku moja nikienda nikapatana na watu wanapimanga weight. Nikapata weight yangu niko na 50. Ilikuwa kwanza 49. 49 kg. Mimi nilistuka sana nikauliza Mungu niko nini weight yangu imekuwa kidogo. Nikasema ningekuwa na mtu kando tuseme vile unakuanga hata na boyfriend ama ningesema niko na ugonjwa. Nikaambia Mungu na nimejikinga mimi sinanga mtu. Sinanga mtu kabisa. Hapana, nilisema wacha nikae peke yangu ndio niweze kulea watoto. Sasa vile nilienda sistangu akanipeleka nikafanywa deliverance ndio weight yangu imeenda ikirudi sasa. Juzi nilipimiza tena nikakuwa niko na 65 kutoka kwa 49. Nilikuwa 49. Nilikuwa mkonde sana, nilitokanga nikiwa mkonde sana 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 sana. Na saa hiyo nimetoka manguo zimeenda, nimeacha manguo zangu. Nimetafuta manguo sioni manguo. Manguo zangu zilichukuliwa kwa kamba na ni hiyo tu huyo mbosi ndiye alichukuanga manguo zangu akaficha manguo zangu. Sasa mimi nikaenda tu bila manguo, nilienda na manguo kidogo sana nyumbani. Hii kukonda unaona kama ni kawaida? Si kawaida sababu mimi mwili yangu ikuangi hivi, inakuanga mtu mwenye ako na mwili. Yaani kama nguo yenye nimevaa ni nguo yenye nilinunuliwa na sister yangu juzi tu. Kulingana na mwili yangu saa hii vile iko. Hii mwili yangu ikuangi si kawaida. Hapana. Juu kuna time hata nilikuwa naandika nikisema naweza fanyiwa deliverance na Pastor Mwai. Niende nifanyiwe at least deliverance. Nikifanyiwa deliverance ndio at least mwili yangu inaweza rudi normal. Sababu hii mwili yangu si kawaida na sinanga ugonjwa hata. Sinanga kabisa. Hapana. Tukianza kuna mahali ulitaja ulikuwa unaanguka. Tuelezee kwa undani nini kilikuwa kinaendelea. Hiyo time nilikuwa ninaanguka. Hiyo mara ya kwanza ni time yenye hiyo ya kwanza ni yenye alikuja aliniambia ameenda tao. Alafu akarudi the following day alirudi kitu karibu saa 10. Ndiye akaniambia nimface. Hiyo ni time nilimface na sikuwa ninaanguka. Hapana, sikuwa naanguka nikamface ndio nikasikia kama nimepigwa na stima hapa kwa nini. Kutoka hapo nikasikia kizunguzungu kama naweza anguka. Na nikamwambia acha nishikilie. Hapa nasikia vile nasikia vibaya. Ndio sasa akaanza kunigombanisha. Na vile alinigombanisha aliacha tu kama nasikia hivyo na akapanda hapo stairs yeye alienda ndio akateremka chini kama amepeka vitu zinakaa chokaa. Vitu za white zinakaa tu chokaa. Sasa hiyo vile nilisikia bado nilienda nisikia sasa ndio hapo mwili yangu ilianza kuchange kabisa. Na kukawa sasa hata nikiongea kuna vile nasikia siyuko sawa. Sikuwa sawa, siyuko sawa kabisa kabisa kabisa. Na kuna mahali ulikuwa umetaja ukiwa kwa kitanda ulikuwa unajipata ukiwa chini. Hiyo time ya kitanda nayo mimi nilienda kulala ilikuwa kitu saa 6. Ukiwa kwake bado. Si mimi nilienda kulala kitu kama saa 5. Sasa unajua saa 6 mtoto akiamuka mimi nilikuwa naitwa niende nibebe watoto ndio watoto walale tena. Sasa hiyo time aliniambia kuja ucheze na watoto ukae na yeye sitting room. Umwagie toys kwa sitting room. Ndio mtoto ndio acheze kidogo ndio akicheza akichoka alafu asikie usingizi. Mtoto alisikia usingizi kitu saa 6 hapo. Nikaenda nikamwekelea kwa bendi.
Nikateremka tena pole pole nikaenda kwa SQ penye nilikuwa ninalala. Kwenda kulala nikasema wacha nikae chini hapa nisome, nilikuwa na Biblia yangu tu huko. Nikasema wacha nisome basi moja alafu kuingia kusoma maandiko nilijipata chini na blanketi nikasikia yani nilirushwa chini. Na kurushwa chini vile nilirushwa chini. Nikaangalia ni nini imenirusha chini hata sioni lakini niko chini na mablanketi. Kwa sasa ningekuwa na pressure dakika hiyo tu ningekufa tu sababu vile nilisikia roho yangu inadunda. Roho yangu ilipiga sana. Kumwambia nilipiga nduru bado. Na nikamwambia huyu mama akakuja akaniambia. Nikamwambia sijui niko nini. Mimi nilikuwa ninalala nikajipata. Sijui ni nini imenirusha chini. Kuingia ananiambia eti. Hata mimi mtoto wangu alikuwa anasema eti. Nimeona monster. Nikachukua Biblia moja nikamwekea chini ya miguu ingine nikamwekea juu ya kichwa. Akaniambia lala ndio uweze kuamka asubuhi. Kutoka tu hivi nikaona kuna mavitu zingine zinaitangwa mbati. Kama zinakuanga sana sana kwa hizi manyumba zenye hazijajaa sana. Nikaona hizo mbati. Vile alitoka tena nikaona hizo mbati kwa nyumba ndani nikauliza hizi zimetoka wapi na zimeingililia wapi. Vile nilimuita tena nikimwambia kuna vitu kuna hizi nini na ninazifukuza hazitoki kwa nyumba. Sasa alinigombanisha sana akaniambia we lala. Akaniambia lala hiyo kitu nasema ni vitu zenye hazieleweki nikamwambia hapana kuja uone. Najua nilikuwa natumia kabambe sikuwa na simu mzuri vile hata naweza chukua hata vitu ndio anini. Alikataa kuamini kabisa kabisa. Na akaenda akanigombanisha akiniambia lala hukuwa unakuja kunisumbua usingizi. Nimemwambia hata mimi mtoto wangu amesema eti anaona monster. Nikachukua Biblia nikamwekea juu ya kichwa na ingine nikaweka chini ya miguu yake. Sasa mimi sikulala nilienda nikakaa chini kwa bedi juu nilikuwa naogopa kulala tena nirushwe tena. Sikulala. Nilikaa kwani hata sikuguza Biblia by the way sikuguza kabisa. Nikasema nimeguza Biblia nikifungua fungu ndio nisome nilale ndio nimerushwa chini. Nilirushwa chini sana. Alafu mimi kwa hiyo Biblia yangu nikisema mbele ya Mungu nilitoka na Biblia yangu imechora chora mavitu zinakaa paka yani Biblia inataruliwa hata tena mtu anaingia kwa penye ninalala kama sijui alafu anachukua kama ni Biblia anaweka chini ya anaweka kwa floor. Siku moja nikiuliza mimi nilikuwa nikimuuliza kitu tu anasema ni watoto na huyu mtoto mmoja shule zikifunguliwa alikuwa anasoma boarding. Hakuwa anakaa kwa nyumba hao wengine. Huyu mwenye nakwambia ni kilema ndio nilikuwa hawezi tembea eti aende aingie penye ninalala hapana. Hakuwa anatembea. Hapana. Sasa niliacha tu nikasema juu yeye hataki kuniambia na nikimuuliza bado inakuwa kitu mbaya anaweza nifanyia yani alikuwa amezoea sana kunitupia jagi iko na maji sana. Na hiyo ndio mazoea yake ya kunitupia jagi iko na maji si maji moto maji. Anachota maji ananirushia maji. Na kuna mahali ulikuwa umetaja kuhusu damu. Haya damu nayo usiku ukiwa usiku. Nikaambiwa hata si damu peke yake. Nilikuwa nasikia sauti mingi sana usiku. Naambiwa donate damu. Na nikasema donate damu. Nikaambiwa tena na Kiswahili sema tena kwa Kiswahili kupeana damu. Nikasema kupeana damu. Si ndio sasa mimi kukiwa asubuhi. Mimi ndio nikapigia sister yangu simu nikamwambia mimi kuna sauti zinakaa zikiniongelesha usiku hebu sikia vile nilisikia sauti nikasema.
Ndio akaniambia sasa hapo, hiyo ni kitu mbaya ulisema. Nikamwambia hata nilikuwa nimepigia hata pastor, akaniambia eti ni agreement nimeweka, hiyo ni maagano mbaya. Akaniambia sasa unafaa ukuje tuombe ama utafute mahali huko mtumishi wa Mungu akuombee ndio akanso hiyo vitu zenye hiyo ni agreement. Alafu na ninasema hiyo kitu mbele ya Mungu tu, nikasikia sauti ingine nikiambiwa eti nikiuliza watoto ni wangapi majina, nikasema watoto ni wangapi, na nikaulizwa majina ya watoto, nikasema majina ya watoto wangu wote hao wangu wawili. Nikaulizwa majina ya wazazi na nikasema majina ya wazazi. Sasa hapo penye nilikuwa naulizwa majina ya brothers wangu na sisters wangu ni hesabu, ndio sasa niliamkia hapo, sikusema. Na kutoka hapo maybe mwili kuna venye ili react. Mwili yako. Mwili yangu ni kustuka, nilistuka sana. Alafu nakwambia mimi vile mimi sikuangi mtu mkonde. Hapana, mimi nakuanga mtu mnene. Sikuangi Sasa ndio nauliza mahali ulisema upeane damu. Ndio sasa mwili yako ilianza ili nini sana. Alafu hata kgs zikashuka sana, nikafika 49. Na kukawa sasa hata mwili yangu yani mwili yangu ilikuwa dull sana. Yani hata uso ungeniangalia ungejua kama ni mimi. Huyu mwenye unaona saa hii hapana. Hapana, mwili yangu ilichange nikakuwa mblack sana 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 sana. Nilikuwa mblack kabisa. Nilitani kabisa nikakuwa mblack, nikakuwa weak. Kukawa hata nikitembea nasikia kuchoka sana, na si ati mimi ni mtu mnene hapana. Saa hiyo nimekuwa mkonde sana. Na kutoka kwa huyo mama ulitoka na njia gani ama ulitoka aje? Okay, vile nilitoka kwake, nilimdanganya shosho amekufa, na nikamwambia mila ya kwetu huwezi enda nikamwambia siwezi enda na niache manguo. Nikamwambia sisi kwetu mpaka niende na manguo, alafu nikienda nitarudi. Na nikamwambia mimi nataka kuenda na gari za usiku, na gari za usiku siwezi enda bila haendi. Juu nilikuwa nishaambiwa vile nitasema. Nikamwambia gari za usiku huwezi enda bila haendi, mpaka niende na haendi. Na shosho amekufa, na shosho wangu alikuwa ameshakufa kitambo. Hiyo kitu ndio yani nasemanga hiyo ni njia Mungu alinipea ya kupenya ndio nitoke hapo. Ndio niliweza kutoka sasa hapo. Yes. Ulipotoka hajai kutafuta tena? Nilipotoka nilienda, kukawa sasa nimebadilisha line. Alinitafutanga na si ile kutafuta mtu kwa uzuri. Hapana, ni kunitafuta kwa ukali. Akiniuliza kama bado hatujaimaliza kuzikana. Haujaimaliza kuzikana urundi Ndamaris? Nikamwambia tulimaliza, lakini mila ya kwetu mpaka tukae tena wiki ingine moja. Before tuanze kama ni kazi urundi kazi, mpaka tukae yani tuongee kifamilia, na huwezi enda kama mwili bado haijamaliza siku 7. Alinigombanisha sana sana, akaniambia eti wewe ni shetani, hata sitaki kukuona kwa mlango yangu tena. Akaniambia sasa wewe utakaa huko, mimi sitaki, natafuta mtu mwingine. Nikamwambia haina shida. Sasa hapo ndio niliacha nilipata mlango ya kupenya vile nilimwambia nimeenda mazishi na kulikuwa na mazishi, ndio nipate kwenda sasa nyumbani. Sasa vile nilienda nyumbani, si unajua bado watoto wako na mama yangu. Sasa nikaona bado watoto wananihitaji na sina, nikikaa hapo bado ni stress, watoto wanataka masomo, sina kazi. Na ndio nikakuja tena huko. Sasa saa hii niko kwa sister yangu. Kuna kibarua na chapa nikienda napata kazi hata ya 300. Naona mtu anakutumia bado vibaya, nikaona
hii inaitangwa monitoring spirit sababu hakuna mahali nafanya kazi nipate chukizo. Nikienda kazi, imagine mpaka najiangalia nauliza kwa nini niko yani nikienda mahali napata ninachukiwa tu hivyo tu. Aya, mara ingine nikipata na kakazi nalipwa tu na ile tu dharau. Hakuna mahali napata amani, hapana. Hapana, mpaka kuna siku nilikuwa nimesema, nikauliza ama niende nijirushe tu kwa maji. Juu penye niko saa hii, ile tu kuweko nimewekwa na sister yangu. Na sister yangu anaishi kwa bedsitter na ako na mzee. Sasa unaona mimi nalala kwa kiti na nikilala kwa hiyo kiti bado. Si unajua wao wamelala wako kanyumba kandogo tu. Na huko hakuna mtu mwingine najua penye naweza enda hata nikae, hapana. Nilisema acha nikae kwa sister yangu, nikipata hata 300 natumia mama yangu nyumbani. Kwa sababu unasema ni kama kuna monitoring spirit. Niko nayo kabisa. Kuna maybe ndoto zingine unaona? Sana hata mara ingine naamka kupiga nduru. Kuna siku nilipiga nduru sana usiku. Alafu na nikiulizwa ni nini napiga nduru, yani ile kustuka, unaona kama ninakimbizwa, naona mara ingine nakimbizwa na mara ingine nakujiangwa sana na nyoka. Sana ndoto zangu mingi sana ni za nyoka. Yani ninaona nakimbizwa na nyoka, na hiyo nyoka yani kuna siku niliona hata kama imeniroll mwili yote. Mpaka mara ingine nikiwa kwa gari, ilikuwa last week. Nikiwa kwa gari nikitoka tao ndio niende penye hapo kwa sister yangu. Sijui ni nini lilikujia, nikapiga nduru kwa gari nikasema nimeumwa na nyoka mguu. Nani ndiye akaniuliza ni nini sister, nikamwambia nilikuwa nimeumwa na nyoka kwa mguu. Akaniuliza nyoka imetoka, nikamwambia hapana, si nyoka, ni panya. Hata nilijiona kama niko wazimu, haki sikudanganya, mpaka nikasema Mungu wangu, hii si ni kifo tu. Na nilistukia nikauliza na nimesema nini. Nilishindwa nimesema nini haki. Na nimepiga nduru kwa gari. Mpaka time ya kushuka ndiye akaniambia usilipe tu enda. Na kule kwake kwa ile nyumba, kuna mahali maybe ulikuwa umeambiwa usiingie? Kuna nyumba nilikuwa nimeambiwa, hii nyumba, hii room, ilikuwa room ya upstairs. Ukiingia kwa hii room, ukiingia kwa hii, ukipanda hii usioshe. Akaniambia yeye mwenyewe ndiye anaoshanga hiyo room Sunday. Na akaniambia ukikuja na food, ilikuwa hiyo room ilikuwa na cube kandogo, then unaingia kwa mlango. Kwa mlango ya kuingia kwa room. Akaniambia hii meza ndio utakuwa unaweka food. Utakuwa unakuja na food tu, unaweka food hapo alafu unaenda. Zikiwa moto, baridi? Nikipika tu, ukipika food, ulikuwa unaweka kwa kale ka hotpot kandogo. Nilikuwa naziacha tu hapo. Sasa mimi sijawahi, kuna time nilikuwa nasema ama niingie, nifungue pole pole niingie nione, nikasema hapana. Naweza fungua kama kuna mtu mwenye anafanyanga hata kama ni kazi ndani hapo, aseme nimefungua. Nikasema hapana, sitaki kujiletea shida. Sikufungua, lakini food nikipika food nilikuwa napeleka food hapo. Dinner peke yake, lunch hapana. Nilikuwa napeleka dinner. Lunch sikuwa napeleka lunch. Siku moja tu ndiye aliniambia ni kuna juice alikuwa anatengeneza, anakuja nayo kama imetengenezwa, inawekwa kwa glasi, ninaweka hapo ndani kwa hiyo meza asubuhi. Na jioni tena naweka dinner hapo jioni. Na yeye mwenyewe ndiye atashuka na ile dish, sio mimi nilikuwa naendea, yeye mwenyewe alikuwa anashuka nayo. Na haukuwahi ona kitu chochote huko? Mimi sijawahi ona, lakini naona usiku ikifika,
ulikuwa unasikia, yani unasikianga vile, yani kama unaona vile kisiagi inasiaganga kama yani ilikuwa na siku mpaka siku moja nikamuuliza, na hiyo saundi inatoanga kwa hii nyumba ni saundi gani? Akaniambia ni hiyo ni solar. Akaniambia ni solar kama haina nini, kama time yenye jua haijawaka ndio inaletanga hiyo sound. Sijawahi ingia huko hata. Juu kwa hiyo mlango ilikuanga na pembe. Unaona hizi pembe zinakaa za ng'ombe, hizi pembe za ng'ombe. Lakini zile refu kabisa. Hiyo mlango ilikuanga na pembe, na hizo pembe na hizi shell za, unajua hizi shell zinatokanga kwa maji. Ilikuwa imedekoretiwa na hizo pembe na hizi mashell za maji. Na kale kamsalaba kalienda wapi? Kale kamsalaba vile niliambia huyu mama, si mama alinigombanisha sana karibu hata anipige, lakini sijui vile alichukuanga juu nikienda kulala kuamka sikuipata. Hapana, nilipata kama haiko, lakini nikienda kulala bado ilikuwa hapo. Okay. Lakini Na sahii ungependa Wakenya wakusaidie vipi? Mi vile ningependa, okay, ningependa tu wanisaidie, kama wanaweza nisaidia tu please, ndio hata nirudi kwa mama yangu juu pia mama yangu hakuangi. Ndiye anateseka na watoto wangu, na mama yangu ndiye anakuanga na ugonjwa wa, anakuanga na pressure na pia anakuanga na athletics kwa miguu yake. Na yeye ndiye anashughulika na watoto wangu. Baba yangu ni mlevi sana. Baba yangu hajiwezangi kabisa, hakuna mwenye anajiweza kati ya hao wawili. Hapana. Sasa nirudi ama nipate kazi mzuri, wanisaidie nipate kazi niweze kusaidia watoto wangu. Kazi kama gani? Mimi nakuanga najua mambo ya kushuka nywele. Hata nikipata, tuseme nimepata hata capital na nipate kanyumba, naweza hata fungua hata kazi hata ya saloon niweze kusaidia watoto wangu. Na pia wazazi wangu pia. Yes. Na deliverance? Na deliverance nikipata mtu wa kuniconnect na Pastor Moi juu mimi naweza tamani sana nifanyiwe deliverance na Pastor Moi. Yes. Kwa nini Pastor Moi na si mtumishi mwingine? Unajua siku hizi watumishi mwenye najua tangu nikuje si ati sichukiangi mafuta ya Mungu, hapana. Mimi sichukiangi mafuta. Ni vile unaweza jichanganya uende kwa anointing yenye si ya Mungu. Juu kuna watumishi wenye wanamcha Mungu na kuna watumishi bado hawamchi Mungu. Yes. Sasa ndio maana naonanga Pastor Moi na hakuna mtu pastor mwingine najua kwa hii. Najua tu Pastor Moi vile nilikujanga nikaanza kuconnectiwa na madhabahu ya Pastor Moi. Yes. Lakini kama umemtafuta hivyo vyote na hapatikani, halafu kama kuna mtu mwenye pia anaweza nisikiliza aniconnect na Pastor Moi pia naweza furahia sana. Yes. So huwezi taka Ama madhabahu ingine yenye tu mtu mwenye anamcha Mungu naweza fanyiwa deliverance. Ndio at least nisikie hata niko na nguvu juu saa hizi hata sijisikii kabisa kabisa kabisa. Naweza tembea, nikitembea nasikia ninachoka huku kwa magoti na sina shinda. alama bado ziko? Niko na alama bado. Alama ndio kama hiyo. Hii ni 6. Hii ni mafuta nilitumia huko kwa Pastor Moi. Si unaona kuna 6 hapa? Hiyo ni 6.
hizi ni macho zenye nilikuwa na macho zenye hizi macho. Na nilizichukua zinaona kuna macho hapa mbili. Sasa ninaomba tu ndio maisha yangu isaidie watoto wangu. Na nipate deliverance. At least pia mwili yangu irudi normal. Yes. Na mwenye anaweza taka kukufikia hata kufikia aje sasa? Mwenye anaweza nifikia anaweza nifikia na niko na namba hapa, anaweza nifikia nayo. Anaweza nifikia na hii namba ya 0790 999 625. Yes. Na akituma maybe kwa sababu umesema unataka capital ya kuanza kazi. Yes. Ya kuweka salon. The majina italeta nani? Majina italeta Damaris. Yes. Sawa sawa. Maneno yangu naweza tamani sana nipate usaidizi, watoto wangu wapate masomo. Na nipate kazi niweze kusaidia watoto. Yes. Sasa hivi wako na miaka ngapi? Huyu mkubwa ndio ako grade 8. Na huyu mdogo bado ako grade 4. Na huyu mdogo pia manguo zenye anatembelea, alikuwa anatembelea shule, alikuwa anatembelea trouser ya home. Lakini hizi za juu ako na za juu, lakini za chini hana, na hizo pingine pia ni manguo zimetaruka. So naomba tu Wakenya wanisaidie ndio pia watoto wangu wakae vizuri. So asante sana Damaris. Yes. Hata kama hiyo sio jina yako, kwa kukuja hapa na kushare story yako. Yes. Okay. Yes. Yes, murari noneho tũgũtiga tũbara itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na ningĩ gũterebaga gũririkania njetagwo Wandua wa Mwangi. Na gũkũ tuma na mũndũ ũgwĩtwo Bio wa Kĩgotho kuma kũrĩ wa County Digital TV. Nginya hĩndĩ ĩngĩ murari tweregane.